Katika kijiji kilichojificha kwenye bonde tulivu, ambapo maisha yalikuwa yametulia kama maji ya ziwa, aliishi kijana mmoja mnyenyekevu na mwenye ustadi wa mikono aliyeitwa Tumaini. Alikuwa fundi seremala mahiri, mikono yake ikiwa na uwezo wa kubadilisha vipande vya mbao kuwa kazi za sanaa. Alijifunza ufundi huu kutoka kwa babu yake na alipenda kutumia muda mwingi kwenye karakana yake ndogo, akitengeneza vitu vizuri vya mbao kwa umakini mkubwa. Licha ya kipaji chake, Tumaini alikuwa na aibu sana na hakuwa na ujasiri wa kujitangaza au kuonyesha kazi zake kwa watu wengi. Alipendelea kufanya kazi peke yake, akifurahia ukimya wa karakana yake. Kijiji chao kilikuwa kinakabiliwa na tatizo kubwa. Kengele yao kuu, ambayo ilikuwa moyo wa mawasiliano yao, ilikuwa imevunjika. Sauti yake yenye nguvu, ambayo ilikuwa ikitumika kuashiria mikutano muhimu, sherehe za furaha na hatari zozote zinazoweza kuwakumba, sasa ilikuwa imezimika. Wanakijiji walijawa na huzuni na wasiwasi, wakijisikia wamepoteza sehemu muhimu ya usalama na umoja wao. Wazee wa kijiji walikuwa wamejaribu kutafuta mtu mwenye ujuzi wa kuirekebisha, lakini juhudi zao ziliishia patupu. Kukata tamaa kulianza kutanda. Tumaini, akiwa amesikia kuhusu tatizo hilo, alijua ndani yake kuwa anaweza kuwa na suluhisho. Alikuwa amekuwa akivutiwa na kengele tangu utotoni, akitazama kwa makini muundo wake tata na jinsi ilivyokuwa ikifanya kazi. Alikuwa na ujuzi unaohitajika kuirejesha katika hali yake ya awali, lakini hofu ilimlemea. Hofu ya kushindwa, ya maoni ya watu, na kujihisi hafai ilimzuia kujitolea. Alipambana na mawazo haya kwa siri, akitamani kusaidia kijiji chake, lakini akishindwa na uoga kila mara. Mzee Imani, mzee mwenye hekima na busara ambaye alikuwa ameshuhudia mengi katika maisha yake, alitambua kipaji cha Tumaini na akaona huzuni yake iliyojificha. Aliamua kumwendea kijana huyo. Alimkuta Tumaini kwenye karakana yake, amezama katika kazi yake. Mzee Imani alianza naye mazungumzo kwa upole, akimweleza umuhimu wa kusaidiana na kumtia moyo kwa maneno yenye busara. Alimwambia kuwa kila mtu ana kitu cha thamani cha kutoa, na kwamba mara nyingi hofu ndiyo kikwazo pekee kinachotuzuia kufikia uwezo wetu kamili. Alishirikisha naye hadithi fupi za watu wengine walioshinda hofu zao na kufanya mambo makuu. Maneno ya Mzee Imani yalimuingia Tumaini moyoni. Alikaa kimya kwa muda, akitafakari uzito wa maneno hayo. Taratibu, kitu kilianza kubadilika ndani yake. Alianza kuhisi nguvu mpya ikimjaa. Alikusanya ujasiri wake wote na kuamua kujitolea kuirekebisha kengele. Aliwaendea wazee wa kijiji kwa sauti ya upole lakini yenye azma, akawajulisha kuwa angejaribu kuirejesha kengele katika hali yake. Wanakijiji walishangaa, lakini pia walifarijika kuona matumaini mapya. Tumaini alianza kazi yake kwa bidii. Alikagua kengele kwa umakini, akitafuta sehemu zilizoharibika. Alitumia ujuzi wake wote wa useremala kutengeneza sehemu mpya za mbao na kuunganisha zile zilizovunjika kwa ustadi mkubwa. Alifanya kazi bila kuchoka usiku na mchana, akijitoa kabisa kwa kazi hiyo. Wanakijiji walikuwa wanamwangalia kwa shauku, wakileta chakula na maji kumtia moyo katika jitihada zake. Baada ya siku kadhaa za kazi ngumu, wakati ulifika wa kujaribu matunda ya kazi yake. Wanakijiji walikusanyika kwa hamu kubwa kwenye uwanja mkuu. Kwa mikono inayotetemeka kidogo, Tumaini alinyanyua nyundo na kupiga kengele kwa mara ya kwanza. Sauti yenye nguvu na iliyosikika kwa mbali ilipasuka hewani, ikileta furaha na matumaini mapya katika mioyo ya wote. Shangwe na vifijo vilisikika kila mahali. Wanakijiji walimpongeza Tumaini kwa kazi yake nzuri, wakimshukuru kwa kuwarejeshea sauti yao muhimu. Tumaini alisimama pale, akishangazwa na mapokezi hayo. Aligundua kuwa hofu yake ilikuwa imemzuia kwa muda mrefu. Alijifunza umuhimu wa kujiamini, kuondoa hofu na kutumia vipaji vyake kusaidia jamii yake. Tangu siku hiyo, Tumaini alikuwa fundi seremala anayeheshimika na mwenye ujasiri kijijini. Kengele iliyorejeshwa haikuwa tu chombo cha mawasiliano, bali pia ishara ya ushindi wake dhidi ya hofu na ukumbusho wa uwezo usio na kikomo ulio ndani ya kila mmoja wetu.